Hapo nimeamua kujisuka mwenyewe kutokana na huku ni ngumu kupata mtu wa kukusuka nywele zako kama hivyo. Na huwezi ukakata nywele zako mara kwa mara, ni ngumu, kwanza haiwezekani, sheria za huku ni ngumu kwa mwanamke kukata nywele. Kwa sisi kwetu ni kunyoa kabisa kwa sababu nywele zetu ni fupi. Ingekuwa kama ni ndefu unakata kama kupunguza, lakini tuna asili ya nywele ambazo sio ndefu sana kiasi kwamba kupunguza bado inakupa ugumu wa kuweza kubaki nazo kichwani, kwa hiyo inabidi uwe unasuka. Sasa ni vizuri zaidi unapokuja huku au kama upo huku. Kwa uliyekuwepo huku utakuwa unafahamu. Kwa yule ambaye bado hujafika huku utakuwa hujui, utasema ugumu uko wapi kuweza kupata fundi. Ni kweli kutokana na changamoto za kazi za kuishi ndani hapo. Huku inakuwa ni sio kitu rahisi kuomba ruhusa mara kwa mara kwenda kusuka, na alafu pia hamna ile hali ya kwenda kusuka mahali kiurahisi kiasi ambacho kama kwetu. Kwa hiyo ni rahisi ukajifunza hatua za usukaji na jinsi ya kusuka kwa wewe ambaye unajiandaa kuja huku. Lazima ujiandae kisaikolojia. Mtu ukisikia anakwambia kujiandaa kisaikolojia ni kama hivyo, ina maana kuna baadhi ya vitu inatakiwa uridhike navyo na uweze kuvitekeleza wewe mwenyewe. Kama hatua hiyo ya kujitengeneza nywele zako mwenyewe, kujiweka usafi wako mwenyewe wa hali ya kwa ndani. Ina maana hiyo ni hali ya ndani kwa sababu unakuta nyumba zingine kutwa mzima wewe umefunga mtandio, umefunga kilemba, yaani umefunga ile ushungi. Kwa hiyo kichwa kinakuwa hakiwi wazi, na tabia ya nywele kufunika mara kwa mara huwa na joto, kwa hiyo kuna hali ya kuleta mtifuliko zaidi, yaani zinakuwa ziko ovyo ovyo, huwezi ukazitunza kama mtu ambaye kichwa kiko wazi. Ina maana nywele zako hata zikiwa fupi utachana na kichanio, kitana, utaweka mafuta, utaziacha ziking'aa zikiwa wazi. Lakini kwa mazingira ya kujifunga ushungi hivyo huwezi ukachana tu nywele zako kikawaida. Lazima utatakiwa uzisuke ili ushungi mtandio wako unapofunga uweze kukaa vizuri. Kwa mimi kama hivyo nimejisuka mistari mwenyewe. Leo nimetulia sana. Yaani ilikuwa nimetulia hapo. Nikaona muda unatosha, acha nijisuke nywele ndogo ndogo. Lakini mara nyingi unakuwa ni ngumu sana kuweza kujisuka nywele ndogo ndogo hivyo. Sasa kwa wewe ambaye unasema nataka kuja huko Arabuni, Omani, nafanyaje, naanzaje. Yaani kitu ambacho kwanza mimi nasema yule ambaye moyo wake uko tayari anataka, lakini anasikia vibaya hali ya hewa, yaani mvumo uliopo, hajui afanyaje au hajui iweje. Hatua za kutafuta siku zote huwaga zina athari tofauti tofauti. Usalama na kutokuwa na usalama, hivyo vitu ni ambavyo huwa vinatokea. Na sio kama nasema kwamba wanaopatikana na matatizo huku kwamba ni kawaida, hapana. Kuna baadhi ya matatizo huwa yanaleta shock kwa familia, kwa kila kitu. Kwa hiyo inabidi kwa hatua ya utafutaji wa kimaisha, kwa kweli unaweza ukakuta kila sehemu. Sababu hata ukisema utoe mfano, hata huku kwetu utakuta kuna matukio hivyo, si dada wa kazi kafanyiwa hivi, dada wa kazi kafanyiwa vile. Kwa hiyo na huku huwa yanatokea, ila huku inaonekana kwamba yanavuma sana. Unaona yanavuma sana. Sasa mimi kwa uzoefu wangu labda naweza nikakuelekeza kidogo wewe ambaye uko huku au unahitaji kuja. Kwa uzoefu ambao mimi nimeuona ni kujiandaa. Ndio maana unasikia mtu anakuambia jiandae kisaikolojia, jiandae kisaikolojia. Ina maana kwamba kuna kujiandaa na kuna ile hali ambayo imetokea. Unaona imetokea umakusudi fulani, umetendeka, hiyo mimi sijui. Na siwezi nikaongelea hilo swala, lakini mimi naongelea
swala la ule ukawaida ambaye yuko mtu anataka kuja, unafanyaje? Kwa hiyo kwanza unaweza ukajifunza wewe mwenyewe kujipa kama mazoezi yani, kwa sababu usukaji wa nywele ni kujipa mazoezi wewe mwenyewe kidogo kidogo kama hivyo unavyoona, inakuja baadaye inakupa uzoefu, unaanza kuzoea mwenyewe. Kama utakuwa unajifunga mabutu, utakuwa unajisuka minyoosho hivyo, haijalishi imekaa kaaje, lakini ili mradi umepata kuosha nywele zako na kuziweka safi. Na kingine kitu ambacho utatakiwa ujiandae kisaikolojia kuja huku, ina maana kwamba ujue kuna hali ya kukaa katika mji wa mtu. Kwa hiyo hatua ya kusema kwamba natoka naenda pale, natoka naenda pale, inakuwa sio ya yani haiwi ruhusa ile ambayo kama upo nyumbani tu unakaa unajiamulia tu kwamba unainuka kwenda mahali fulani, hapana. Na pia lazima ujue unaenda wapi na kwa nani, tofauti na kwetu kwamba unaweza ukainuka tu muda wote ukaenda popote unapotaka. Lakini ukiwa ndani ya mji wa mtu au ndani ya nyumba ya mtu, lazima ujue kwamba unainuka, unaenda wapi, kwa kipindi gani, au kipindi, kwa sababu kuna kipindi ambacho unapata mapumziko. Unaweza ukawa umepata mapumziko kwa wiki mara moja au kwa mwezi mara moja, inatokana na mahali ambapo umeenda kuingia katika kazi. Kwa hiyo sehemu ambayo umeingia katika kazi, kama utapata mapumziko ya mwezi mara moja au wiki mara moja, inatokana na mazingira ya hiyo nyumba uliokuwepo hapo. Kuna nyumba nyingine au kuna mji mwingine unaweza ukatoka kwenda kutembea, labda umekutana na watu ambao unawajua, unaweza ukaenda ukawatembelea, na maana kama nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Lakini kuna mahali pengine unaishi wala huwezi ukapata ruhusa hiyo. Moja, jambo la pili, unasema yani unaona tu kwamba utaelekea wapi, yani uzunguke tu barabarani kutwa nzima urudi, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo inabidi kwamba unajua jinsi gani ya kujitunza mwenyewe, na tengeneza nywele zako kama hivyo, yani unakuwa siku yako mapumziko unajitulizia zako mwenyewe hapo ndani, unajitengenezea nywele zako, unaosha nywele zako, yani unajifanyia usafi ule wa kina zaidi, kwa sababu kila siku tunapilika, unajimwagia maji nini. Alafu pia kuna vitu vya kujiandaa kuja navyo ni kama hivyo chanuo hizo. Huku chanuo hizo hakuna kabisa, yani hakuna hizo zote hizo unazipata nyumbani. Kule unatoka nazo. Huku ni vitana, nywele zetu za nyumbani ngumu, hazitumii vitana, inakuwa ni haviwezi kuchana, kwa hiyo lazima uje na chanuo ujiandae katika mazingira ya huku. Kwa hiyo yote anayotaka kuja kwa ajili ya kazi aje. Kuna angalau kidogo unaweza ukapata pesa ya kuweza, hata kama una boma lako ukanyanyua ukanunua hata kwa kiwanja, sio sawa na kubaki nyumbani umebaki hauna kitu, umebaki umelala pale kwa sababu ya kusema huko kubaya, huko kubaya. Sehemu yoyote ina ubaya na uzuri wake. Ubaya sana, uzuri kidogo. Kwa hiyo chukua ule kidogo fulani, tahadhari fulani, jua jinsi gani ya kubaki na kuweza kupata balansi yako. Sio sawa na kulala nyumbani hauna chochote, umejenga nyumba imekuwa ni boma tu, huwezi kuinua, huwezi kufanya chochote. Ukiona una mkwamo kama huo, yani yule mwenye mkwamo kabisa anataka kuhitaji huo, basi huyo ndo ninayemwambia mimi kwamba ainuke, afanye maamuzi, aje kupambana. Mwenyezi Mungu atamjalia, atapata hicho. Maisha yoyote ni kumtanguliza Mungu, kwa kweli ni Mungu 100%. Mtangulize Mungu. Na pale unapofika unasoma majira na mazingira yalivyo. Basi unaweza ukafanya kazi yako vizuri mwenyewe kupata kiasi chako cha kuweza kutekeleza mahitaji yako nyumbani madogo madogo. Asante. Nashukuru kwa kunisikiliza. Mimi niko huku chini ya Omani, mfanyakazi wa ndani. Karibu.